Shalom, shalom wapendwa katika Bwana. Ninawasalimu na tena ninawaambia kuwa ninawapenda. Kwa hii jioni tunapaswa kumtanguliza Yesu aliyetufia msalabani katika mambo yetu yote. Siku zote nazoea kusema ya kuwa tumfanye Mungu kuwa mtawala wa kwanza katika maisha yetu na katika vitu vyetu, ili tuwe wanawake wema sana mbele zake na tuwe wapendelevu machoni pa Bwana. Jioni ya leo nilitaka niongee na wewe mpendwa, na siku ya leo popote pale utakuwa, ikiwa uko mtumishi wa Mungu ambaye unasogelea kwenye madhabahu, ikiwa uko kuhani, haijalishi kwenye dhehebu gani, haijalishi kwenye kanisa gani, popote pale ulipo, ninakuja na ujumbe wako. Na ujumbe ambao ninakuja nao ni kwako wewe mtumishi wa Mungu, sababu Bwana amelia kwa machozi na kwa machungu. Amekuwa mwenye machozi makali sana, sababu ya watumishi ambao wanayasogelea madhabahu yake. Nilitaka niongelee kitu kwa hii jioni ya kuwa tunamsumbua Mungu, na hasa zaidi tunachafua madhabahu ya Mungu aliye hai. Ingelikuwa heri ikiwa unaona hautaweza kazi, kaa nafasi moja, usijisumbue bure. Maana ikiwa tuko tunataabika, ikiwa tunasumbuka, ni sababu ya jambo moja tu, ni sababu tupate kuona ufalme wa mbingu. Ndugu yangu, ninataka tusome neno kidogo ambalo litatufungulia kwa haya ambao ninataka kukuambia kwa hii jioni. Na kinywa ni changu lakini maneno si yangu. Ni ujumbe unakuja kwako mtumishi wa Mungu, wewe ambaye hauziheshimu kazi za Mungu, wewe ambaye unazifanya kazi za Mungu kama ni zako. Ni ole kwako na angalisho kwako, maana Bwana anakuja na onyo kwako wewe mtumishi wa Mungu. Haijalishi umekuwa wenye madhabahu ya kiasi gani ambayo inapendeza, haijalishi unaongoza kanisa gani ambalo ni kubwa zaidi, lakini wote ikiwa tuko mbele ya Mungu tunapashwa kuwa wote sawa sawa. Hakuna yule aliye mkubwa na hakuna yule aliye mdogo. Na tukumbuke Yesu alituambia kwa jambo moja tu alipokuwa akisema habari za mitume